Mwachumurira tochaka emesemo kura chinsemo chaito chiagusi asobone kumbekia IBC kia mochiwe asogotaikirania umurubere o mass registration una eganeiria se chinsemo chinyinge anene mono imeye county ya Nyamira kagukwana chinga kia chake bene umuruberio bugusegeta bananchi kubwata chikura asobonge chinsemo cha Nyamira uyo ligetekerogo kyobo chumbe bwa kitutu masaba umuwakili Victor Getoswanya otebire serikali nebwenerete kwenekia okubwato kwa kwebibande eriyo gochia kwenekia ngondeta yo gosiekerwa isiko ase county ya Nyamira county ya Nyamira bwango iganigo yarorekanire nganere county erigeti abantu abake kigima okubwata chikura katika sekta hii asa Nyamira zaidi ya watu 1400 hawajachandikisa kupiga kura. Pia tumekubaliana ya kwamba watakuwa wa kwanza kujiandikisha ili wawe na constitutional right ya kuja kuchagua viongozi wao. Lakini kuna jambo ningependa ishughulikiwe na serikali, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba vitambulisho ambavyo watoto wetu walikuwa wame register tangu last year September, hizo vitambulisho havijafika mpaka sasa. Na hapo ndio nauliza IBC ingefanya mpango na national government, more particularly interior ministry, ya kwamba vitambulisho hivyo ambao viko Nairobi viweze kusambazwa pia kwa counties, kwa constituencies, ili watoto wetu wawe na IDs wa registered. How do you start a mass registration without providing logistics to send IDs to the people in a mass way? So that issue must be looked into properly. Jambo lingine ambazo nimestikika sana hapa ya kwamba these biometrics asifanyi kazi. What officers are saying here is ya kwamba wamepatiwa bundles kutumia their private telephone phones kuhakikisha ya kwamba watu wamejiachili ama not. So the point here is really, why should you use private phones to do a national activity? This is a constitutional activity going on. Umurai Ruto okwaneiro bututukanu imeye sekta ya mabuta asarire ira kwenekia baria baguturubania ubuguri bwa mabuta mbaire rwe getambo keregetindi kerichiko okwana imeya Kilgoris se county ya Narok otebire taguchagwanchira abobisa wo babwatererie kisegi kigendreta se chinse cha bwarabu koibera abakenya abo omwaziri Mudavadi boigo omotogire Ruto asogotinga uchumi yense. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora ambao walituangaisha kwa mambo ya fertilizer. Wale wakora wote tuliwasafirisha, wengine walituuzia mawe ati ni fertilizer, walikipata. Tukawa na cartels wa mambo ya sukari, watu wa jeuri. Hawa cartels wa sukari tuliwasafirisha, tuliwakomesha. Leo sukari, sekta ya sukari iko sawa. Tukawa na cartels ya mambo ya kahawa. Hawa cartels ya kahawa tulishughulika na wao. Leo wakulima wa kahawa wanalipwa 120, 130, 140 shillings, ile walikuwa wanalipwa shilingi 50, kwa sababu cartels tumewakomesha. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa, kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively and conclusively with all cartels. Yani the stability of their currency, mataifa 29 imeporomoka na bei ya bidhaa, mafuta, fertilizer katika taifa hizo imeanza kubadilika.
Mheshimiwa Rais, tunakupatia pongezi kwa sababu kwa hizo nchi 29 Kenya haimo, kwa sababu umeshikilia uchumi wetu na herufi yetu imesimama imara ukilinganisha na herufi kama za dola ama za pound ya Uingereza. Tunasema asante. Usimamizi thabiti kwa mambo ya uchumi. Na kubwatekana neri ukokorwa sekiombe gya DCIA kumubwata omoske Rigathi Gachagua asichinkwana chikoyo moche serikali. Gachagua niga aitemire kiombe kyo kumubwata asatebire eretari kogoswa. Utemire DCIA ritangani kubwata baria bakoroberia emisango se bakoreta kuburukana emisangirekano amonichi kanisa eryo bamanya kumubwata. Nigaringe kuyakwana yaiga asetaro yaye ime ya Gatundu. Na nikaeleza vile exhibit ya 500 million imeibiwa. Sasa naona DCI wanaandika barua ati ya kutisha Rigiji. Wacha nikuambie DCI. Lakini saa hii wewe kama unataka kuja shika mimi, shika Rigiji, alafu uone ile maneno itakuwa hapa. Na nikuambie DCI, before utishe mimi ati unataka kunishika, nataka kwanza wale watu walitupiga Lemuru wakati ya funeral, walitumwa na Kimani Ichung'wa, ukamate hao upeleke hao kotini. Kabla hujauliza mimi swali yoyote, wale wakora walitupiga Mweki PCA Church, uwakamate uwapeleke kotini. Kabla hujauliza mimi chochote, wale askari 12 walitupiga kanisani ya Wetima CACK, uwapeleke kotini. Kabla hujaniuliza chochote, pesa ya SHA imeibiwa na Adan Duale, umshike umpeleke kotini. Hiyo ndio kazi yako. Hapana tisha sisi. Sisi tuko na haki, freedom of expression, na mimi ni mtetezi wa Wakenya. Mkiiba pesa lazima nitatangaza nyinyi. Na bado sijatoa maneno. Mimi natayarisha maneno na nauliza Wakenya muendelee kuliletea. Wale officers ya DCI walinitafuta usiku kuniambia XBT imeibiwa, nataka niseme shukurani. Na tutaendelea kueleza ile maneno naendelea katika Jamhuri ya Kenya. Mkitaka kuja kushika sisi, mnajua pahali tunaishi. Mnajua Wamunyoro, mnajua Karen, mnajua anywhere where we are. Please come and take us to where you want to take us. Don't threaten us. Usitishe sisi. Wewe kama ungejua, uliza William Ruto kama Rigiji ni mtu ya kutishwa. Atakwambia mimi sinunui uoga na hakuna mtu yote anaweza kunizia uoga. Waigomora yeyo Muske Gachagua onyarukoba gakomoche serikali asokoba n'ugwanchereria asokurikia wananchi kubwata chikura. Otebire chinsemo chiria chikorokana kwa mamincha ya serikali tibali kolike chikura buya konyole bibande buna chinsemo chiria chikumusira Umurai Ruto. Mambo ya IDs tumepata habari ya kwamba vitambulisho haipeani area zile zinapinga William Ruto. Hapa Mlimani, Nakuru, Kisii, Kakamega, Pwani inachukuliwa tu kwao. Tunataka kumwambia Registrar of Persons, we'll have a meeting tomorrow. If you don't stop discrimination and issue IDs to everybody, we shall request Gen Zs to occupy your offices across the country. Yeah? Hao vijana wetu tukikwama kabisa tutalilia hii watoto wetu wa Gen Z. Hiyo ndio dawa ya Kasongo. Hii watoto ya Gen Z tutalilia nyinyi. If the Registrar of Persons does not stop discrimination by refusing to issue IDs to areas that are perceived to be anti-Ruto, we'll have no choice than to list the Gen Zs to occupy our Registrar of Persons headquarters na all huduma centers across the country, because lazima wapewe vitambulisho. Tumeona maneno IBC wamesema ati watu wale wazee wataondolewa kwa register. We are having a meeting tomorrow with Matiang'i, Kalonzo, Wamalwa, Mother, all of us. Na tuki understand what is going on, tutatoa taarifa. Yeah? Lakini tuseme hakuna mtu atakatazwa kuchukua kura kwa sababu hii kura ndio itakuja kutusaidia. Umukonyi b'umurai wense Kithure Kindiki nigasanga n'abamenyi ba Irunduni tarakaniti asendagira ye Pasaka. Kindiki osabiro bomo asabarai eryo kwenekia amagenderero yokoyeira ensebosyo yakagoteba igatebirenga ensete kwagachwa asokongsanana na kuburwa bomo
usabira abananchi kugenderera kubuka gusikubwatirana na abande eri kutwara magenderero n'ubwanchani bunengichereyemo yoko chingera ingakiyiga ye Pasaka. Amevuvuka ama bado? Amevuvuka ama bado ako kwa kaburi? Yesu amevuvuka. Sasa Wakristo tuko sawa? Ni sikukuu ya kukumbuka ile siku Yesu Kristo alifufuka. Na nikaona ni vizuri kwa sababu sijawaona muda niwaite, niwasalamie, alafu tusherekee. Sikuwa na amani hapa na hakuna amani sehemu ile ingine, hata kwa majirani wetu, hata sehemu zetu za Kenya. That is our purpose, to make sure siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tukumbuke pia tuko na taifa, tupende nchi yetu, tupende watu wote wa Kenya vile waliumbwa na Mungu, pasipo bila Kenya hii. Wakisema ati kabila moja ama kabila mbili inaweza kuwa na maendeleo na mafanikio isipokuwa sehemu zingine za Kenya, haiwezekani. Sisi zote tuwe kitu kimoja paka Northeastern, because we are one country. Tulisema ni mutaratara, leo ni utaratibu. Numo waziri Aden Duale osabira abakenya bonsi kwerika kubwate bibande n'echikura ase amochiria baraiba siasa gutumike ngana ya Niko Kadi buna iye kwamiria serikali. Aden otebire engane iyo ya Niko Kadi neyo gusigeta abakenya bonsi kubwata chikura kurendetari iye gutumika kisiasa. Kuna wakati rais amesema hakuna vetting, sasa kipande yote inakaa Nairobi. Mimi nikirudi kesho I will go to kwa waziri na PS. Na ile kipande iko hapo, huduma imejaa, lazima usoka hata. And I really want to urge all Kenyans to go out and register en masse. It's about the future and the democracy of our country. So I really want to urge in all regions, and this Tuko Kadi, it is across all political parties, across all regions. Nobody should use it for his own political, ethnic advantage. But I think every Kenyan must go and register as a voter. It is for the future of our country and it's for democracy. Abaraibe chikanisa ao kurensemo ya kisi basabirikiro yomo kubwatari chikori katiba unenchereyemo yokoleto bwamo asogucengere ruseyega ya Easter baburirie serikali koba kyorokelyikia asukuigwira lichikori liekegambero monobuna erie katiba. Kusema kwamba leo tumesherekea kufufuka kwa Yesu Kristo, na hakika kuna mambo kadhaa ambao tunaona yanakumba nchi yetu ya Kenya. La kwanza ni jinsi ambavyo tunavyoona kwamba hakuna kuheshimu katiba, na hivyo hata tunapopata kwamba kuna sehemu ama uamuzi wa mahakama haiheshimiwi. Lakini tunapomuona Yesu Kristo wakati alienda msalabani siku ya Ijumaa ndiposa amefufuka leo hii, yeye alitii hata wakati ambapo hakukuwa na jambo lolote, mpaka wakati alienda kwa msalaba aliweza kutii. Ninataka kuwaomba viongozi wetu wa Kenya waweze kutii mahakama, wakaweze kutii sheria, ili kwamba tukaweze kuwa na nchi ambayo inayoongozwa na sheria. Na tunapozungumzia juu ya sheria, hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria, kutoka juu mpaka chini na kutoka chini mpaka juu. Kama kanisa tunataka tukaulize serikali yetu iwe mstari wa mbele wa kuheshimu uamuzi wa mahakama, hasa mambo ya katiba, jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyotii mpaka msalabani. Kama kanisa ninajua kwamba hili ni jambo ambalo limekuwa ndani ya mioyo ya watu na Kenya mzima, kwamba jinsi ambavyo tunavyoona cheche la maneno katikati ya viongozi wetu ni kwamba huenda tutakuwa na uchaguzi ambayo ni uchaguzi ulio wa amani. Lakini tunataka kusema kwamba kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo mwaka huu wa 2026 mambo yakabadilike jinsi ambavyo viongozi wetu wa nchi wanavyotembea. Wale ambao ni viongozi wa kisiasa
wakabadilishe jinsi ambavyo wanavyofanya mambo yao. Nambari ya kwanza katika usemi wao, jinsi ambavyo wanajibeba na jinsi ambavyo wanatoa uamuzi wao. Iwe kwamba wanashauriana na wananchi, wakatembea na wananchi, na pili iwe kwamba wanatembea wakijua kwamba nchi tabaki na uongozi utatoka siku moja. Hivyo kama uongozi tumepewa jukumu la kuleta nchi pamoja na kuweza kufanya mambo yetu kwa pamoja na kwa amani. Mwaka ujao tunapokuwa na uchaguzi, tunaomba wa viongozi wetu wa kisiasa wakabadilishe mienendo yao, wakaelewe kwamba uchaguzi ni wa siku moja na nchi itabaki. Aliyekabidhiwa mamlaka, hivyo ndivyo mwingine tena atakabidhiwa, na sote tuwe na amani na tushukuru Mungu kwamba sisi wote tuko katika nchi moja. Niwe kiongozi, nisipokuwa kiongozi, nidumisha amani. Abamenyi ba Dandora umuco Nairobi nibo bari no mwicano magega yo gwitwa kumumura gwe myaka 20 noyomo uyo gukora imirimo ya matatu. Abamenyi Chimakanga boigona abarundia b'Kigali Dandora nigo batiga Kigali cyabo nakorobekana wika cyobisi cy'abanyanyimbo cya Buruburu kuganio boene. Abanyanyimbo batebire umukagerwa no musali obotambe uyo orwechera bwangoiga. Tumetoka mguu Dandora tumekuja hadi hapa Buruburu. Na huyu kijana ameishi sana kufanya hizi vitu zake zenye anafanya, na ni kama hiyo ofisi ya chini imeshindwa ni kazi. Sisi tumekuja huku tuone kama kazi labda itafanyi Mr. Bonga sana, lakini huyu kijana amekufa uchungu. Juzi piga mtu kisiwa roho na ya shingo. Hivyo tu na mezika baki hapo na akamwachia pesa akaenda tu na simu. Tumejua ni nani amefanya hii kitendo. Ni jailbird. Tunaambiwa ametoka jela haijamaliza hata wiki moja. Ni siku 3 ndio ametoka prison. Siku 3 ndio ametoka prison. Huyo si mtu ya kukaa na yeye kwa jamii. Tunamtafuta. Amekuwa kishikwa anaachiliwa na tunasikia last week ndio ametoka jela. Tena sasa amekuja ameua watu wetu. Sasa tumeripoti Dandora police station na wanasema wanamjua, wanasema wanafanya investigation na wanasema pia ni kama amewashinda. Na nikaenda mpaka huko Mamarusi na nikahakikisha kweli ameaga. Mimi ile kitu ninazoomba ni wenye kufanya hivyo haki itendeke. Hata Wednesday tulikuwa naye akachukua kura, nikamwambia enda laminate. Leo alikuwa kuje kwangu. Asubuhi nikakutwa na vijana wakaniambia brother wangu yuko ameshakufa. Na alikuwa ametoka kutafuta, anafanyanga kazi ya makanga. Hata alikuwa aende shule asome, venye alipata ID, alikuwa aende ongeze masomo yake, alikuwa ameitwa Chuka University. Omwanchumuriria Wensoko TV nenda bunotocho okorera amaya chinsasana ibere umubasorero genderera gutigare miyegete keiga iri kubwatimiro bire totokoretera obutuko no mubaso na asiribaga ria producer ne John Kebati Boigo na Kevin iri tariane nkuru kwedi na mura kabe nisugu kwingia. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Ruragendrete gotosemwa na asichinsemo ao nikokole mechango bokiboira mune nchere ya moyo guchingira litukuri bochenu omwMCA oibeno ward omuske Steve Arika gako bwatra nenya gitali ya Ronya Hospital gutuka Kiumbu niga gukwarigania aso bugweni bwabusa yan free medical camp chitarikisa na ibere echumutingi yokane bu mwaka bwechirwa ibere ne 25 nomo asegati gichiko sori Kenya Nturago Gatia Marwire ararengwe